Asante sana. Kuna mambo nimeangalia na nimeona we are not doing very well. Iko statement iliwachiwa huko Lamu na viongozi wengine huko Lamu, na hiyo kitu, hiyo statement aliweka kuhusu Wakikuyu, hiyo ni ukabila ya hali ya juu, na hiyo uja baada ya statement kunakuwa na mauaji, na ningeuliza mpaka international court ijue wale watu wanakuanga na incitement ya kufanya kuwe na vita na mauaji. Sio mwingine mwenye kulilisi hiyo statement na ile walikuwa naye. Hawa ndio wenye mambo ya incitement. Katiba yetu ni very clear. You can stay anywhere, you can be elected anywhere. Hiyo primitive ya watu kufikiria hatuna katiba, hatuna sheria nchi hii, it is out of place in this country. Na hayo mambo alitaja, na ile mambo anazungumuza, hata hawa hakuna mtu amekataza hao kwenda Central, kwenda Nairobi, kwenda Nyanza, hakuna mtu amekatazwa. And also they are working everywhere in the government. Hakuna mtu amekatazwa kufanya kazi. Kwa hivyo hiyo mambo ya chuki Kenyans haitatupeleka vizuri. Hiyo ni primitive na tunarudi nyuma mbali sana. You see, when you are working also with all other tribes, you get many things different. Every tribe has its own gift. Na yote ni ya kujenga nchi yetu, taifa la Kenya. Lakini mimi nashangaa baada ya hiyo statement yote, cohesion, kamati ya cohesion mpaka ya bunge, isipokuwa bunge we cannot rely with them so much, lakini kuna cohesion ambayo inadili na mambo kama hiyo ya bunge. Kuna kamati nyingine ya cohesion pia ya institution ya serikali inahitaji kuwa imechukua hatua ama imekuja kwa media kutuambia the way forward and the way they are doing. Utoka hapo uende kwa CID, this is a criminal. It's a criminal offense. Na kama ni criminal offense, what are they doing? Yani tutawachilia nchi tu iende ikiwa kwa shida, tukiongeza shida juu ya nini mpaka ianze kuwa na mauaji. I think that's not the direction. And I think the president needs to know. He is in charge of this country. I'm not saying this because of anything else. I'm saying aliapa kwa katiba na kutunza katiba na mali yetu na life. The president need to stand tusikia akizungumza mambo ya Lamu. Na mimi nauliza president, usichanganye haya mambo. Leave all these other things. Stand as a president of Kenya. Usiingie kugawanya watu wataenda kuzungumza mambo tofauti. Stand. Hata ukitukano, hata ukiwa threat, hata ukiwa nini, die as a president, die like a soldier. Because right now you are the president. And that's why I'm doing even my statement nikitoa nasema you must be respected. Matusi hapana. Lakini kuwa challenge. Don't be worried of that. If Jesus was challenged and crucified, now when he was there, what did he say? Wasamehe hawa hawajui wanachofanya. Even you, forgive other people what they are saying about you or what they are doing. You concentrate with the country ile umeweka mkononi yako na Mungu. That's it you are given as a president. Don't try uteleze kidogo uanze kuangalia mambo ya ukabila, mambo ya nini. Let other people do, lakini wewe stand as a president. Simama uendeshe nchi hii ukijua si lazima upendwe na watu yote. Hata Yesu wanafunzi 12 peke yao 12 kulikuwa na wasaliti ndani.
kulikuwa na wale walikata masikio watu. But all those things are the reason to make Jesus stand. Na alipoenda hata kwa msalaba, alienda kwa msalaba na wezi, na kuna wale waliweza kutubu na kusema tusamehe ukifika kwa baba yako. Na Yesu akasema nikifika kwa baba tutakuwa na wewe. Yule mwingine alimtusi Yesu akisema kama yeye ni mwana wa Mungu si ujiokoe. I'm giving you this thing because in the Bible. Naye alisema namna gani Yesu? Wasamehe hawa. Hata wale wanayenisulubisha wasamehe hawa, sababu hajui ile wanafanya. If we are not going to agree to be guided by the book of God, tutaingia shida nyingi sana. Tutakuwa na kifua na na ukabila itazidi zaidi, na itatuletea shida mingi sana. You are the president. You are given kura. Kila pahali ulipata kura. Take responsibility ya kutunza ile mambo isikuje katuangukie. Hii nchi tukienda namna hiyo itaendelea ikichanganywa na kisiasa na itatuingiza pahali mbaya sana. We cannot agree people to be slaughtered like a goat. What we saw before. Watu kukatwa kama mbuzi, kuchinjwa. Watu kichwa ya ngozi kutolewa yote na kisu yote na ekwa chini. It happened. Are we not ready? Are we not ready to save this country? And that's why I'm urging the president. Hata ukitusua huko ufanye, don't agree to come down to those issues. Wewe kuwa juu. Kuwa pasia juu ya watu yote na kabila zote. All these things iko chini yako. Wazuri, wabaya, wezi, nini, they are under you. So don't agree kukuja chini kwanza kujibuana mambo dogo dogo hapa. Be focused on one way, that you are the president and you got this seat. And anybody knows the constitution, what says. It is you who is there. Neither you do good, neither you mess, neither you are challenged, you are there. I urge you, hii mambo ya Lamu, please, hakuna hata siasa nyingine na shida kama hiyo kwa wewe kupimisha hizo vita. It is a curse to the country. Kwa sababu I know hiyo watu wanafanyaka namna hiyo, within 2 weeks or 1 month inaanza mauaji huko. Na hii mauaji wanasema ati wa Kikuyu. It is a bad statement, your excellency. It's a bad statement. Cohesion ya bunge iko wapi? Cohesion ya ministry iko wapi? Kuna moto itaanza anza the way the country is, na kupima itatushinda. And don't come down. Be where you are because you are the president. Lakini hii mambo ya kuanza kutaja mambo ya ukabila, kutaja wa Kikuyu, hata wengine walichinjwa kichwa huko. The other time when we were there, ilikuwa ni Mkisii. Wakisii or other tribes, lakini jina kutamka wa Kikuyu ndio tamu zaidi. Wakisii they were slaughtered, walichinjwa kichwa na akatoa ngozi yote ya kichwa. Na ilikuwa ni Mkisii. Other tribes have been killed there. Na ilikuwa imetulia mzuri. Sasa tena imeanza. Mimi ningeuliza hata CID wako wapi? That's a very bad statement. Very bad statement. And you need to do something. Cohesion. Bunge. Nobody has come out to condemn. Na kama ingekuwa ni watu wengine, wangekuwa wamekimbia sana. Ungekuwa CID usiku, magari nini, kushika watu, kufanya nini? Why can't we be equal, all of us? Mtu akifanya vibaya, afanya vibaya. Kuna sheria. Kuna koti. Kuna mambo ile ingine. Kenyans,
tuache mambo ambayo ni ya kuharibu nchi. This country is for all of us. And we can fit in this country, all of us. But they cannot sit one person. And there is enough for all of us, but there's not enough for a single person. Mimi ningeomba Kenya tutulize. Na ningeomba pia president usiwe na hasira ya watu kuongea. Hapo ndio nchi imefika. Neither you like it or don't like it. Sisi wote. That's where the country is. Everybody has been challenged. You usiwache ndoto yako na maoni yako. Ngengana naye tu. If you kurudi nyuma kujibuana na watu na mambo gani, then you come down. Tighten the ministries to do what they are supposed to do. The cohesion. Kenyans, tupendane tukae pamoja. Tufanye kazi. I'm not saying that just because of them. But I'm saying that because we are so selfish, all of us. Mtu anajifikiria kuliko wale wengine. Watu wanajifikiria kuliko wale wengine. Yeah? Watu ni matusi. And I always say, you can challenge the president, but abusive language ya kumtusi direct. Na hiyo mimi nakuwa nakataa mimi mzee. No. You cannot do that. Lakini kuchallenge issues, kuchallenge serikali, kuchallenge president, kuchallenge Ngojiri, kuchallenge the other one, si yote ni kuchallenge na inapita. Na nchi inaendelea. Ninaomba president, don't mislead na watu kutoka nje. I want to remind you, you are the president, you are given that seat as a president. Ukianza kujibuana na watu huko chini na mambo mengine ambayo haina faida, itafanya wewe kuwa na tension, itafanya wewe ukosa kufocus kupanga serikali yako. Anything what happened between you and Gachagua, that is past. Hata siku ya Kenyatta ilikuwa namna hiyo, siku ya Moi ilikuwa namna hiyo, siku ya Kibaki ilikuwa namna hiyo, siku ya Uhuru ilikuwa namna hiyo. Nao yako na imekuwa namna hiyo. But the country will still continue. The country will still be there. Should we kill people or jail people or adapt people because of those issues? In fact, when you give people freedom of saying what they want, watasema watachoka na mambo itakwisha. Lakini when you continue kujibuana, I'm trying to tell you both sides, haitatusaidia. Nchi ina need ya hii, ina haja ya hii, ina haja ya hii, ina haja ya hii. And you say this is the time now. I agree, it is the time now. You continue with what you said you are going to do. Wachana mambo mengi. And I want to repeat again. Hii mambo ya Lamu. Don't see Lamu. They're a big problem. Just as I said. Hii mambo ya Gachagua. Usione Gachagua. Usione milima. Sasa imeenea chuki. Kila pahali. Where I think unaanza kuona afadhali ukawacha na shida moja ya Gachagua mkingangana, lakini is trickle down, isiende chini. Ile hasa imeanza kwenda chini. It is not fair at all. Wacha watu wakutane, wacha watu wazungumze, watazungumza. Kibaki just stayed in the office. Kitukano anasema ni sawa. Wewe fanya vile unataka, na mimi nifanye kama rais vile mimi nataka. That's what Kibaki was saying. Watu wanalia tabu, wanasema tunajua shida zako. Hata ukizungumza mpaka jioni, wewe utasaidiwa na wewe utasaidia nani? Shida zako tunazijua. And very simple statement. Na ana relax. Anaendelea kukaa ofisi kufanya kazi. Anaendelea kufanya kazi. Your Excellency, tukianza kurudi sasa turudi juu ya magari. Hii watu wanapenda incitement, wanapenda kelele. Wanapenda kupoa pesa ya demonstration na nini. Na wanapenda ukabila sana. Hawa wananchi.
wanapenda ukabila sana. Tukiencourage hiyo, hawa waenda kwa roli juu, hawa waenda kwa roli juu, hawa waenda wapi, we are going to mess this country. And it's really unfortunate. For now, ile shida tumekuwa naye mbaya zaidi, Mungu ametusaidia, ametupa mvua. At least watu wametulia kwa sababu wanashiba. And this is the first time nimeona watu wakipanda chakula mara 2 mara 3. This is in history. Why can't people say this is the past thing, tukae chini tufanye kazi? Sasa tukianza wengine tunafuatana huko nyuma, huyu ni wa fulani tupige huyu, huyu anafanya biashara gani tukata hiyo biashara. Sasa hiyo tukikata hiyo biashara, tukivuta hiyo watu tuvute huyu. Wakienda ground wanaenda kusaidia ama kuweka sumu kwa ground. Why don't we calculate? Na tuache mambo mengi ya kifua ndugu zetu sisi wote. All sides. Wacha tusikie tukuzungumza mambo ya amani. Na tukue na democracy. Mtu akiongea akichallenge kitu, si kusema ameua. Kwa Kikuyu tunasemaga ukisema ng'ombe imenona, haujasema ichinjwe. So let's be peaceful, all of us. Wafanyikazi wa serikali right now, kila mtu anafanya vile anafikiria kwa sababu nobody knows if fit tomorrow. So wakiona pale ataweza pata kitu, he doesn't care kwa sababu hajui what will happen. Raia wanasumbuka. There is a problem. You cannot go one state without a coin. You cannot go one step without a coin. Because they are happy when the country is fighting, leaders are fighting, ukabila inaeneshwa, that's when the corruption goes very high. Kwa sababu kila mtu anajaribu kujiprotect. So mimi ningeomba wana Kenya tuwe na amani. Hii nchi ni yetu sisi wote. Hii nchi ikiharibika, we are all in problem. Let's leave competition. Tunajua ni nani wanapenda incitement, nani wanapenda hii, nani wanapenda ile nyingine. As leaders tunajaribu kupima hiyo maneno irudi chini. Na kama ni mambo yale inaonekana ni magumu na imeharibika na nini, siko kotini. Although sometimes maybe Kenyans wanafika pahali maybe even they are not trusting the court. Tukikosa kutrust each other tunaenda wapi? Tukikosa kuonesha fairness, where are we going? We urge Kenyans, na hiyo watu tunaomba tusikie action serikali imechukua. Kuzungumza mambo na hiyo, hakuna mtu ataweza kuwa na amani. Kwani si watu wa Rift Valley? Si kuna wale wenye Rift Valley? Mpaka wale wamezaliwa huko. Si kuna wale wenye Masaini? Lakini they are working with everybody. Kwani Mombasa ni kwa kabila ya Mombasa? Na tunawapa watu wote wanaenda huko holiday. Wakienda huko holiday pesa inapatikana, biashara inapatikana. Sasa hiyo vitu yote kama inafanywa, kama Mombasa hakuna mtu anaenda, hata wageni hata nini, people will be suffering there. Lakini watu wakienda, biashara inakuwa mingi, tourism inakuwa mingi, pesa inapatikana kwa wenye huko na wenye bidii. Lakini tusipiganie mambo ya bidii ya mtu. Kama wewe ni mnyonge, unashindwa kufanya biashara, unashindwa kulima, ukiona mtu na gari unasikia ubaya, ambia Mungu, hata mimi ningependa kwenda na gari kama hiyo. Lakini si waje kuchukua rungu, uanze kuchukua fitina, uanze kuchukua silaha. We cannot be equal, all of us. What am I trying to say? What did Jesus say? Aliposababishwa na mafuta ya bei kali sana kwa miguu, alisemaje? Go and read the book. What Jesus said. Hawa mtakuwa nao na mimi ni kwa muda. If Jesus said that, who are we? Finally, we are all ready to be harvested. Ni kama vile unaenda shamba unafanya mahindi, unaangalia hii imekauka sana, ni ya kuchoma. Unatoa maganda kidogo, unaangalia hii ni mzuri ya kuchemsha. We are all ready to be harvested by God in one way or the other. Ya nini kupigana vita, mimi nikupiga vita mpaka nikumalize, alafu mimi nakufa kesho?
Ya nini kusukume ati hao ni Wakikuyu wahame na wewe baada ya hiyo unakufa? Shamba ni ya nani ama unawachia nani? Tukae kwa amani. Na mimi ningeomba tuamsha hii temperature na tuache mambo ya uoga. Sisi wote tukae pamoja. Sioni shida ile iko gani. Na hii siasa watu waache kuogopana, kuwa na uoga to each other. God is the one who gives the seat, he is the one who organize things. Twende pole pole, ubaya is attacking each other. Hiyo mambo tuache, haitatusaidia. Naomba Kenyans, because of the future of our children, tuungane pamoja. Na hasa mimi nauliza watu waliftivale waone vile incitement iko huko, na waone pia sisi tunakaa na amani. Sisi tuna kahawa, tuna majani chai yetu. Kahawa na majani chai yetu ni amani. Amani yetu ya Rift Valley. Na nashukuru tulifanya campaign and I keeping repeating this. Tulifanya campaign bila kumwagika kwa damu. Msikubali mambo yaanze incitement kidogo kidogo. Kwanza kwa sababu mambo ya mashamba, mambo ya nini. Anybody can own the shamba anywhere. Anybody can own a plot. Anybody can stay anywhere. In fact, katiba inasema you can stand for any position, hata kama wewe hujatoka huko, hata kama hujaregister ID huko yako. What you will do is that you will not vote, but you will be voted. That's the constitution. Sasa hichuki, hapa ni kwangu, hapa ni kwetu, hapa ni kwangu, usifanye hii. Sisi watu wa Rift Valley tukianza hiyo, it will cause a very big problem. And that's why we stay in Rift Valley with the peace. Kwa sababu atulizani hiyo, kila mtu yuko shughuli yake, akiamuka, huyo mwingine yuko shughuli yake pande nyingine. Let's stay with peace. Mambo mengine tuache kwa section ile inahitaji kufanya kazi hiyo. Naomba wana Kenya, naomba president, endelea kuunganisha. Don't be tired. Don't be tired. Hata watu wale walikosa position baada ya jasho kubwa kwa hii serikali, you're still patient. Yeah, you're still eating. We are still taking our children in the school. All of us. Wale wanaye na wale wana, we are still there. And the country is ours. Wale wako kwa uongozi, wale wako nje, we are all going the same. Tutulize ball. There is a time itakuja election. Wewe utachaguliwa tena, ama ukoze kuchaguliwa tena. Mimi nitaweza kurudi, ama nikoze kurudi kama nataka kiti. And the country will just be the way it is. But we make it peacefully. Peaceful in the country. Mambo itaenda ikitulia na utakuwa mzuri. And we shall not be caring who can be a president. Tukuweka amani. Kindu kuweka chuki. Ikifika siku hiyo watu wataanza hiyo mambo ya ukabila. Huyu ni wa wapi? Huyu ni wa wapi? Huyu asichaguliwe hapa. Nini mambo haya itatusaidia? Mimi naomba Kenya tutulie. And also I pray for Rift Valley for the peace. And also Lamu na everywhere else tukue kwa amani. Na watu ya Lamu wakisikia wamechoka na Lamu, si waende Central. Si wakuja kwetu Rift Valley, si hatakuwa na ukabila. Wakuja Rift Valley tukae huko pamoja. Sisi hatuna shida na mtu yote. Mungu awabariki na tuweke amani.